Yes, ndugu watazamaji wa channel yetu, leo nimekuja na mpya kidogo, lakini labda sio mpya sana. Watu wengi huwa wanajiuliza mara nyingi, kwa nini BRT ya Nairobi na Uganda ziliferi? Mbona Dar es Salaam ilifanikiwa? Sasa katika makala hii nitawaonyesha kwa nini BRT system katika jiji la Dar es Salaam imefanikiwa kwa kiasi kikubwa na Nairobi ilifeli na ya Kampala hata ikuanza. Nitawaonyesha, lakini pia niwaambie tu kweli, mimi binafsi mwanzoni nilivyoona yale magofu ambayo yanapatikana katika highway ya station za BRT ya miundo mbinu ambayo imetengenezwa almost 40% ilikuwa imekamilika, nilijua kwamba kuna wajanja walipiga pesa, yani manake rushwa ilitembea pale, jamaa wakala pesa, corruption ilienda wakaenda. Lakini ngoja niwaambie ukweli, leo nitaambia ukweli kwa nini Nairobi BRT haikuendelea. Kwa hiyo maswali mengi ya watu, kwa nini BRT Nairobi ilifeli, mbona Dar es Salaam ilifanikiwa? Sio kweli kwamba Nairobi iliamka tu na kuanza kujenga zile structures bila plani yoyote. Hapana, kulikuwa na failure katika utekelezaji wa project yenyewe. Yes, failure katika utekelezaji. Yani katika miaka ya 2000 mwanzoni kabisa jiji la Nairobi lilijikuta likiwa linakuwa kwa kasi kubwa sana, magari makubwa kwa madogo, matatu, mabasi, malori, taxis, bila mpangilio wowote, bila priorities, bila usalama wowote. Yani maana yake safari ya kilomita 12 ingeweza kuchukua hata masaa mawili au zaidi katika siku ya kawaida, na wakati mbaya zaidi hata ungeweza kuahirisha safari kabisa kwa sababu ya congestion, yani jam, kwa Kiswahili tunasema foleni. Basi wataalamu mbalimbali wa usafiri wakaanza kufanya tafiti. Je, vipi kama mabasi yakaacha kufanya kazi kama matatu na kuanza kufanya kazi kama trains au trams? Na hii ndio mwanzo wa BRT, yani bus rapid transport, ambayo kwa Dar es Salaam inajulikana kama mwendo kasi, ukiwa Tanzania inaitwa mwendo kasi. Yes, ndio hivyo. Sio kama matatu wala sio kama basi, ni system tu yenye njia yake ya pekee na ina platform zake, yani stage au unaweza kuita stand, ambazo ni za pekee yake, na unakata tiketi nje ya basi mapema, na basi zenyewe zinakuwa na uwezo mkubwa sana wa kusafirisha watu punctual, yani na wakati unaotakikana, kwa spidi kubwa na bila kudelay. Ndio hivyo. Hiyo ndio maana BRT, bus rapid transit. Kwa hiyo bus rapid transit zina kazi ya kusafirisha watu wengi kwa ufanisi, kwa spidi kubwa na kwa haraka zaidi kila siku. Hivyo basi mwaka 2006 haya mawazo yakayafanya viongozi wa usafiri wa jiji la Nairobi kujenga master plan ya Nairobi City kwa kubuni njia mbadala. Kazi ilionekana ni vizuri sana kwenye karatasi, pale ambapo zilitengenezwa korido nyingi sana za BRT, integrated rails, feeder system, na vyote katika kufanya jiji la Nairobi liwe kama jiji, yani liweze kutembea. Sasa kama kawaida, Wakenya kwa ujumla wana kipaji kikubwa sana cha kuweza kukalia mawazo mazuri kwa milongo kadhaa bila kufanyia kazi. Kwa hiyo hakuna kilichotokea, hakuna mamlaka, hakuna fedha, hakuna political appetite ya kugusa matatus, mpaka jamu ikawa kadhia kwa watu, ikawa ni vurugu tu. Hivyo Nairobi ikaanza kupoteza mabilioni ya fedha katika production, yani productivity kila mwaka, mpaka traffic ikaacha kuwa inconvenient, ikawa economic threat kwa sio tu jiji la Nairobi, lakini kwa Kenya nzima.
Kwa hiyo serikali ndipo ilipokamilisha, ikaamua kufanya kitu fulani ikiwa imepaniki. Mwaka wa 2017 waliunda kitu kinaitwa NAMATA, yani the Nairobi Metropolitan Area Transport Authority. Hii ilikuwa ni mwaka 2017, 2017, and it sounded very powerful. NAMATA, Nairobi Metropolitan Area Transport Authority. Ingawa NAMATA ilikuwa hapo, lakini haikuwa na statutory teeth, haikuwa na mamlaka kwa barabara, haikuwa na direct control over treasury, na pia haikuwa na final say over accounts. It was an orchestra conductor without instruments. Hata hivyo, transit ililazimika kusonga, then serikali ikachagua corridors ambayo ilikuwa ni afadhali ili iweze kutengeneza BRT. Guess what? Thika Super Highway ikaonekana kwamba yenyewe ingekuwa ni chaguo la pekee kwa ajili ya kwanza kufanya hiyo kazi. Lakini tujiulize, ni kwa nini serikali ilichagua Thika Highway kama piloting project? Kwa sababu ilikuwa tayari ina nafasi ya katikati na ilikuwa tayari ikibeba mzigo mkubwa kila siku. Ilikuwa ina connect sehemu muhimu kama Ruiru, Kasarani, CBD na Kenyatta Hospital. Kisiasa ilikuwa rahisi zaidi kuitumia Thika Highway kuliko njia nyingine yoyote katikati ya jiji. Hii katika karatasi ilikuwa ni BRT line number 2. Yani manake zilikuwa katika zile project zao zilikuwa lines kadhaa. Kwa hiyo hii ya Thika Highway ilikuwa ni line number 2. 27 kilometers, 25 stations, high floor platforms and dedicated median lanes. Wakakopi kutoka Latin America. Hii line 2 haikuwa kwa ajili ya majaribio, ilikuwa ni namna ya kuprove concept, the line that convinced everyone kwamba matatu zinaweza kuratibiwa, buses zikawa prioritized, na Nairobi yaweza kuwa na mass transit ya kistaarabu. Hiyo ndio ilikuwa malengo makuu katika hii project. Sasa kama hii line 2 ingefanya kazi vizuri, hata nyingine zote zingefuata zikafanikiwa. Kinyume chake, line zote za BRT zingekuwa poisoned. Hivyo ndivyo project yote ilivyochukuliwa. Na kufikia Novemba 2019, NAMATA ilitoa contract ya ujenzi na ilikuwa kwa kampuni ya Kikenya na Kichina. Ni stakeholders walikuwa ni wa Kenya na wa China pamoja, ikiitwa Stakehol Corporation. 5.6 billion of shillings zilikuwa zimekadiriwa mwanzoni, lakini baadaye katika kuhakikisha kaonyesha kwamba ni at least 8.6 billion shillings zilitakiwa ili kukamilisha project. The target line ilikuwa ni kwamba ingechukua time ya miezi 36, yani manake miaka 3. Hata hivyo, mwaka 2022, yani 2022, Nairobi ilitakiwa kuwa na BRT inayofanya kazi, lakini hiyo haijatokea hata leo. Ilikuwa ni mbaya zaidi: system failure, institutional collapse and slow motion delay caused by weak authority, bad procurement choices na funding mismatches na politics pretending to supervise engineering. Nairobi ilifeli kwa sababu serikali ilifeli hata kabla haijaanza. Wakati ujenzi wa line 2 unaanza, Thika Super Highway
kulikuwa na maswali ya kiufundi ambayo tayari yalikwisha jibiwa mahali kwingine katika Afrika Mashariki. Jiji la Dar es Salaam ilishayapata majibu, ila Nairobi iliamua kuto kusikiliza. Kuna kitu kinaitwa illusion of via building. Watu wakiona pillars kwa barabara ya Thika Highway wanaona maendeleo, lakini infrastructure huwa haifeli kituoni, bali kwenye institution. Yes, haifeli kituoni, inafeli kwenye institution. Mwaka 2019 2019 Nairobi's BRT Line 2 ilisaini contract na Stekol ya 5.6 billion of shillings, na kulikuwa na political pressure to move it fast. Sasa walichokosea ni kujua kwamba BRT haiwezi kwenda bila a strong legally empowered authority. Haiwezi. NAMATA existed, but it had no teeth, no statutory power, no financial autonomy, na pia it had no authority over Kenya. Kenya manake ni Kenya National Highway Authority. It had no authority over counties, and it had no authority over treasurer. Kwa hiyo hii project ilishakuwa dhaifu kutoka siku ya kwanza kwa mkono isiyoonekana. Corridor number 1, too many buses. Kwa Thika Road pekee ilihitaji coordination kati ya NAMATA, Kenya for Highway Works, KURA, NTSA for Traffic Enforcement, Kiambu County, Nairobi County and National Treasury na watu wengineo. Kosa kubwa lilifanya Kenya ni kwamba hakukuwa na anayeongoza structure yote. Kwa hiyo kila mmoja angeweza kudelay, hakuna ambaye ange override. Kila permit ilikuwa ni negotiation. Yani ukitaka kufanya kitu fulani lazima unegotiate kwanza. Na kila redesign, yani kama unataka kufanya kazi upya ubadilishe kitu fulani, ilihitaji kuwa na mkutano wake, yani meeting. Na kila kuchelewa kukawa someone else responsibility. Umesema umechelewa kwa sababu ya Kenya, ukimechelewa kwa sababu ya KURA, kwa sababu ya NTSA. Kwa kila mmoja alikuwa anatafuta namna kumresponsibility, kumpa mwingine wajibu, kumwajibisha. Ukilinganisha na Dar es Salaam, wao walifanya kitu fulani tofauti na ikachange kila kitu. Dar es Salaam waliunda statutory autonomous DART, yani DART authority before even construction. Hawakujenga wakati au baada ya kujenga, hapana. Hiyo statutory authority ilijengwa before the construction. Huyu wakala, yani DART, alicontrol procurement, payment, operations and coordination on highway agencies. DART, Dar es Salaam Agency ya Transport, alikubaliana na mambo yote ambayo alitaka kuyafanya, yani design na kadhalika. Na alipokubaliana nao wote kama DART, kazi ilifanyika kwa sababu ni DART wameamua na wako na authority. Kwa DART ikikubali kufanya kitu, kufanya kazi, fedha iliingia moja kwa moja. Hakuna kuomba National Treasury, hakuna kuomba political standoffs, hakuna kusubiri kwa next financial year. That was the Nairobi original scene procurement. Halafu ikaja uamuzi ambao uliua line 2. Badala ya kufungua kitu kinaitwa open international competitive bidding,
Nairobi Single Sourced the constructor. Hii ikaleta shida kubwa tatu. Ya kwanza, no competitive pricing pressure. Ya pili, no multilateral lenders enforcing discipline. Ya tatu, there was a payment model mismatch. The constructor expected the Chinese type of financing and the government expected the milestone payment after the verification. Those two systems don't match, they collide. The money problem, hakuna aliyetaka kusema waziwazi nje. In 2021 kazi ilikuwa ikifanyika, lakini pesa haikuwepo. Kutoka hazina, budget hazikwenda sawa, fedha haikuwa ya kutosha. Kuna certificates nyingi hazikuwa zimelipwa tayari na hazina. By January 2022, zaidi ya 1.9 billion shillings was owed. Work was almost 40% complete and the contractor worked offsite. Sio kwa sababu ya corruption headlines, haikuwa sababu ya kesi mahakamani wala land invasion. Ilikuwa ni kwa sababu serikali haikulipa kwa wakati wake. Ni serikali yenyewe ilifeli. Kumbuka, watu walihitaji huduma za usafiri na mpangilio mzuri. Palikuwa na shida kubwa ya usafiri, ila serikali iliwaangusha. This was a systematic government collapse. Kwanza, kazi ilikuwa ikifanyika. Pili, pesa ilishalipwa kwa kazi iliyofanyika kwa certificate. Tatu, shida ilikuwepo, ucheleweshaji wa madeni na kupitia kwa mamlaka. Yaani state ilijenga skeleton ikafeli kumalizia. Na kama vile Nairobi ilivyolala, Dar es Salaam iliamka. Haikuishia na phase 1 pekee. Walizindua operations, walikusanya nauli, walitumia mapato kujenga zaidi, wakaweza kwenda phase 2 na phase 3. Wakati Nairobi ikigombana kuhusu nani ya saini nini, Dar es Salaam ilikuwa ikifanya kazi tayari. And that is the difference between we are constructing and we are operating. Bus Rapid Transit did not fail because people or African don't understand transport, but it failed when the authority is fragmented, when the money is political, when procurement is rushed, and when no one is empowered to make decision. Nairobi ilikosa institutional courage, and that is why the concrete stood still. By 2022, Nairobi's BRT Line 2 was frozen. Barricades were still there, concrete was still half poured, and stations were standing there like unfinished sentences. Kila mmoja alijiuliza swali hilo la kizembe. Who stole the money? Hilo swali laweza kuwa kitulizo kwa wengi, lakini sio sahihi. Hakuna aliyeiba pesa. By January 2022, the Stekon joint venture worked offsite. It was a literary abandonment. Walipoondoka, 40% ya kazi ilikuwa tayari imefanyika.
earthwork ilikuwa imemalizika, Ruiru interchange work ilikuwa inaendelea, Githurai U-turns ilikuwa visible, and verified interim certificates, the IPCs, were already issued, and almost 1.9 to 3 billion shillings zilikuwa zimeidhinishwa na hazina, lakini hazikulipwa. Hizi ni pesa ambazo hazikupotea, bali ni pesa ambazo hazikuwahi kutembea, hazikuwahi kutoka hazina. Kazi ilikaguliwa, the IPCS were approved, lakini mifuko ya hazina haikuwahi kufunguka. Stekol ilifanya vile constructor yeyote angeweza kufanya, pesa kikwama. Ilikuwa ni failure ya system kutoa pesa kwa wakati wake, na sio ghost job wala sio corruption, it was execution failure. Namata ilikuwa ni mmiliki wa project mpaka mwaka 2024. Namata was not a statutory authority, hata kama walicoordinate National Treasury, Kenya, KURA, NKURA, NTCA, county government, Chinese contractors, without any legal authority. Just imagine. The Auditor General AG alionyesha kwamba Namata ilikuwa ikioperate manually the ledgers. In such a multi-billion project, it used the manual ledgers. Namata ilifeli kuonyesha the airtight real-time records of IPCS. The system was not built for scales. Remember, Chinese contractors do operate on cash flow, while Stekol expected a pre-financing, a modern way in China, while Namata expected payment after verification. The two models don't work together, they collide. No lenders, no bridges, no buffers enforcing discipline. Na pale deni ilipofika 1.9 billion shillings, Stekol ilivuta plug, ilichomua plug. Sio corruption, ni contract structure failure. Ikafuata ukimya, silence, no arrests, no resignations, no emergency funding, simply silence. Kutoka mwaka 2022 to mid 2024, project ikawa inapumzika, ikiwa inaonekana kama ilivyo nusu, imejengwa nusu tu. The Treasury baadaye 2024 ilitoa kiasi cha shillings bilioni 3. Kazi zilianza kuwa tena kuanza tena, yani wataka mobilize kazi, lakini damage kubwa ilishatokea kiasi kwamba ilikuwa beyond repair. BRT Kenya haikusimama kwa sababu watu waliiba pesa, ila kwa sababu pesa ilisimama. Katika system yoyote ambayo haiwezi kutoa pesa, majiji pia haiwezi kutembea. Wakati Nairobi ikigombana kama hivyo, dai ilikuwa tayari imesafirisha watu. Hili pekee lingeweza kukwaza, kwa sababu hili ni bara moja la Afrika, ni zoni moja East Africa. Kila kitu kiwa sawa, style ya population ya watu, matatu, daladala, zilikuwa ni sawa, hakuna tofauti.
lakini matokeo yamekuwa tofauti. Kumbuka kwamba ilikuwa ni mpango wa Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Uganda, kurahisisha usafiri kwa pamoja kwa kujenga BRT systems. Ni kama Dar es Salaam hawakujaribu BRT, waliamua. Tanzania hawakuamka siku moja na kusema njoo tujenge BRT pilot. Hapana. Mwaka 2003 2003 serikali ya Tanzania ilifanya kitu Nairobi haikuwa na ujasiri wa kujaribu. Yes, ilifanya kitu ambacho ni impossible, Nairobi hawakuweza kufanya. Iliunda DART, yani DART, the DART Agency. Hii haikuwa department wala haikuwa task force, haikuwa committee inayo report kwa 3 ministries. It was a statutory authority. It had a legal power. It also controlled planning, procurement, operations. No begging for TANROADS. Ingekuwa Kenya ingeitwa Kenya, lakini Tanzania inaitwa TANROADS, yani Tanzania National Road Agency. No fighting for TARURA. TARURA maana Tanzania Rural and Urban Roads Authority, ambayo Kenya ni KURA, yani KURA, Kenya Urban Roads Authority. And there was no waiting for treasury mode. Boss mmoja akisema ni sawa, pesa inakuja, na sheria sio tu vibes kwamba leo naamua treasury kama nakupa pesa au nakusubiri next year of the financial. No, inatoka mara moja. So Dar es Salaam haikufund BRT kama Kenya. Waliingia World Bank na pia waliingia mkopo kwa African Development Bank na BADEA, yani BAD. 287 million was released in tranches tied to verified constructed program. No excuses. The payment schedules were predictable. No waiting for the next financial year like Kenya. There is discipline in everything. The construction began at 2012, yani mwaka 2012 ujenzi ulianza, na 2016, yani maana yake miaka karibu mitatu minne iliyofuatia, DART ilifanikiwa kuzindua kile ambacho Nairobi hakijaweza hata leo. 2026 20.9 ya segregated BRT lanes, 29 proper stations, off-board ticketing, control centers, and buses were about 210. The operation changed the system, moving at 25 km/h. So the BRT in Dar es Salaam managed to carry at least 160,000 passengers per day under reliable schedules. No fighting for space with other cars or lorries. In fact, it earned political protection. Dar es Salaam negotiated with Daladala to come to the common goal. Some became feeders of the system, others were compensated, and others were pushed out early. Yeah. Iliamriwa hivyo kwamba kama huwezi basi ukae pembeni. Na Dar es Salaam haikufanikiwa kwa sababu walikuwa na pesa nyingi. Hapana, ni kwa sababu walikuwa na mpangilio. Kumbe Kenya walitumia hata pesa nyingi zaidi kuliko Dar es Salaam, lakini zilipotea na kutumika bure, hazikusaidia sana. Phase 2 ya construction ilianza kwa kasi, kwa kuwa phase 1 ilimalizika vema
Kwa phase 2 haikuwa kazi kubwa, ilikuwa ni rahisi tu. Na mwaka 2025 Dar es Salaam ilitanuka zaidi, routes zaidi, basi ziliongezwa na riders na kadhalika. Hii sio tu kwa sababu walikuwa wajanja, no, ni kwa sababu walimaliza walichokianzisha. Wakati Nairobi inajenga structures, Dar es Salaam ilikuwa inajenga systems, na wakati wote systems huwa hazishindwi, zinafanikiwa. Hiyo ndio sababu Dar es Salaam haisimulii kuhusu BRT. Dar es Salaam inaendesha BRT, na leo system kuna zaidi ya phase 5 ambazo zinajengwa katika jiji la Dar es Salaam. Labda katika muda ujao Dar es Salaam yote itakuwa na system imekamilika ya BRT, bus rapid transit. Dar es Salaam wanajitahidi kujenga BRT kila mahali. Leo ukienda Dar es Salaam 2026 wako phase 6 wanaanza kuiandaa, lakini phase 5 imekamilika, inakaribia kuingizwa magari na phase nyingine zinaendelea. Kumbe Kampala, Uganda iliwahi kutaka kujenga BRT lakini haijawahi kusubutu bado. Sio kwamba Uganda ilidharau BRT, kiukweli ni kwamba Uganda ilikuwa ni moja ya nchi za kwanza kabisa mwaka 2013 kutaka kujenga BRT systems, ingawa wao walipanga kufanya BRT light. Kumbe the Kampala Capital City Authority KCCA ilianzisha Great Metropolitan Transport Master Plan GMTMP. On papers it was so well planned, ikichukua maeneo yote muhimu katika jiji la Kampala. Ilifanyiwa kazi nzuri katika makaratasi na wataalamu kutoka nchi mbalimbali za nje, hasa Ulaya. Lakini leo ni mwaka zaidi ya 13 imepita ya plan. Hakuna rails, hakuna tax, hakuna bus, hakuna procurement, hakuna kitu kilifanyika. Kumbe ilikuwa tu ni well polished plan ya BRT light. Kampala yenyewe tofauti na Kenya, wao hawakujaribu. Kenya walijaribu wakaishia njiani. Kumbe Uganda hawakufanya kazi yoyote, wakaona bora tu iachwe mpaka pale ambako serikali nyingine itakuja kujenga. Waliamua kuiacha bila kufanya kazi. Kumbe Kenya waliabandon ikiwa 40% imetengenezwa. Basi vinginevyo, nashukuru kwa kuangalia channel yangu. Kama una experience yoyote, kama umewahi kwenda katika hizo BRT za Dar es Salaam, kama umewahi kuona Thika Highway zilivyokuwa zimeachwa, comment, subscribe and share. Mpaka wakati ujao, asanteni kwa kunitazama.